Habari. Kuna hadithi moja kwenye Biblia ambayo karibu kila mtu anaijua, ile ya Sodoma na Gomora, miji iliyochomwa moto. Lakini swali ni, je, ilikuwa ni Mungu mwenyewe aliyeshusha huo moto au kuna kitu kingine kinaendelea hapo? Katika uchambuzi huu tutalichimba hili swali kwa undani. Sawa. Basi safari yetu inaanzia hapa. Kwanza kabisa tutaikumbuka ile hadithi tunayoijua. Halafu tutaangalia upande unaosema Mungu alihusika moja kwa moja, na kisha tutasikiliza upande mwingine, ule unaopinga. Pia tutajiuliza, dhambi yenyewe ya Sodoma ilikuwa ipi hasa? Na mwishowe tutaona jinsi tafsiri inavyoweza kubadili kila kitu. Hebu tuanze. Basi, tuanze na mwanzo kabisa. Kama tunavyosoma kwenye kitabu cha Mwanzo, hii ilikuwa hadithi ya mji uliokithiri kwa uovu kiasi kwamba hukumu ilikuwa inawanyemelea. Na hapa ndipo msingi wa uelewa wa wengi ulipojengwa. Maandiko yanasema waziwazi na nanukuu, ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na Gomora kiberiti na moto kutoka kwa Bwana kutoka mbinguni. Yaani, inaonekana dhahiri, sivyo? Moto kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Lakini hapa ndipo mjadala unapoanza. Hilo lilikuwa ni tendo la Mungu au ni matokeo tu ya matendo ya wanadamu? Hili swali moja linatikisa kabisa uelewa wetu wa kawaida. Sawa, hebu sasa tuvae viatu vya wale wanaoamini ilikuwa ni hukumu ya moja kwa moja. Tuchunguze ushahidi ndani ya Biblia yenyewe unaounga mkono wazo hili. Na ushahidi unaonekana kuwa na nguvu. Fikiria hili. Wale malaika waliotumwa kwa Lutu wanasema hivi, tena na nukuu, kwa maana tutaharibu mahali hapa, Bwana ametutuma tupaharibu. Hapo sasa, wanasema wazi kabisa, tumetumwa kuharibu. Kwa hiyo, ukisoma mistari hii, unaweza kusema, jamani, hili jambo liko wazi. Simulizi linaonyesha kidole moja kwa Mungu kama chanzo cha ghadhabu. Lakini, subiri kidogo. Kuna mtazamo mwingine kabisa. Mtazamo unaotikisa kila kitu. Unatoka kwa Dr. Abel Damina, na yeye anasema, ili kuelewa hili, hatupaswi kuangalia tu maandishi, bali tuangalie tabia ya Mungu mwenyewe. Na hoja yake inaanza na kauli nzito sana. Anasema, na hapa na nukuu, kusema Mungu aliharibu Sodoma na Gomora si sahihi kwa sababu mwana wa Adamu hakuja kuharibu. Hapo anamaanisha nini? Kwamba kama Yesu alikuja kuokoa na Yesu ni picha ya Mungu, basi asili ya Mungu haiwezi kuwa ya uharibifu. Na hii inaleta kanuni muhimu sana, kwamba Mungu habadiliki. Ni yeye yule jana, leo na milele. Sasa kama habadiliki, inawezekanaje afanye kitendo cha uharibifu zamani ambacho kinapingana na tabia yake ya upendo na wokovu tunayoiona kupitia Yesu? Hilo ndilo swali. Okay, ili kuelewa hoja hii vizuri, inabidi turudi nyuma na tujiulize swali la msingi, dhambi hasa ya Sodoma ilikuwa nini? Wengi wanafikiria jambo moja, lakini Biblia inatoa picha pana zaidi. Sasa angalia hii. Katika Mwanzo, tunaona lile tishio la kingono. Kwenye Yuda, inazungumzia uasherati, lakini sikiliza Ezekieli anavyosema, kiburi, uvivu na kutowasaidia maskini. Na Yesu mwenyewe anapozungumzia Sodoma, analinganisha na miji unaoikataa Injili. Unajua? Kwa hiyo picha inabadilika kutoka tendo moja baya na kuwa mtindo mzima wa tabia, na mwisho kabisa kumkataa Mungu. Kwa mtazamo huu wa Dr. Damina, dhambi kubwa kuliko zote haikuwa kitendo fulani, ilikuwa ni kumkataa mjumbe, ilikuwa ni kukataa wokovu alioletewa. Basi swali linabaki, kama Mungu hakutupa moto, mji uliharibikaje? Hapa ndipo tunapokutana na kitu kinaitwa mbinu ya lugha. Hii inaitwa metonymia. Ni neno kubwa, lakini maana yake ni rahisi. Ni pale ambapo unamhusisha mtu na tukio ambalo hakulifanya moja kwa moja. Mfano, tunasema serikali imejenga barabara, wakati serikali haikushika jembe. Ndivyo ilivyo hapa. Dr. Damina anasema Mungu analaumiwa kwa uharibifu, sio kwa sababu aliufanya, bali kwa sababu uwepo wake wa ulinzi ulipoondoka, uharibifu ulitokea. Sasa hebu tuupange huu mchakato vizuri. Hatua ya kwanza, Mungu anatuma wajumbe wake na ujumbe wa wokovu. Hatua ya pili, mji unaukataa ule ujumbe na wale wajumbe.
Hatua ya tatu, kwa sababu Mungu hawezi kumlazimisha mtu, uwepo wake wa ulinzi unaondoka. Hatua ya nne, lile pengo linaloachwa na uwepo wa Mungu linajazwa na nini? Uharibifu. Na hatua ya tano, matokeo yake Mungu anahusishwa na uharibifu huu. Kwa hiyo, unaona, mjadala huu sio tu kuhusu Sodoma, ni kuhusu jinsi tunavyoisoma Biblia nzima. Ni swala la mtazamo. Kwa hiyo, tuna njia mbili hapa. Upande mmoja, kuna usomaji wa neno kwa neno. Unasema maandiko yako wazi ni historia na Mungu alihusika moja kwa moja. Upande mwingine, kuna usomaji wa kidhamira. Unasema maandiko yanafunua kanuni kuhusu tabia ya Mungu, na kwamba Mungu aliruhusu tu matokeo ya uasi wao yatokee. Basi, mwisho wa yote, tunabaki na swali hili la msingi la kujiuliza. Je, ukweli unapatikana kwa kushikilia neno kama lilivyoandikwa, au unapatikana kwa kuielewa tabia na asili ya yule aliye nyuma ya hayo maneno? Hili ni jambo la wewe kutafakari.